tulikuwa tukijifunza kuhusu kufunga milango ya uovu ambayo shetani hufungua ndani ya mioyo yetu ili aweze kutuangamiza ama kutuangusha. Na mara nyingi tunapata kwamba shetani upanga kila wakati aweze kuangusha watoto wa Mungu. Shetani hafurahi anapoona watoto wa Mungu wakiendelea katika njia ya kumpendeza Bwana. Kila mara kazi yake ni kupanga njama jinsi ya kuangusha wote ambao wamemtambua Bwana. Kila mara akikaa kuplan, anaplan jinsi ya kuangusha wamama, jinsi ya kuangusha wazee, jinsi ya kuangusha vijana. Hiyo ndio skimu yake. Ni kwa nini? Ni kwa sababu anajua ya kwamba yeye alishahukumiwa. Yeye alishahukumiwa na Mungu ya kwamba siku ya mwisho ataenda kuangamia jehanamu na malaika wake wote. Shetani anajua ya kwamba sisi wote ambao tunaishi tumelipiwa neno na Mungu. Anajua ya kwamba tutakapoendelea kushikilia neno la Bwana, mwisho wake tutaenda mbinguni kupumzika na Bwana. So kazi yake, wale ambao wameingia katika nyumba ya Bwana, hao ndio anahakikisha amewafunga macho. Wale wameingia katika nyumba ya Bwana ndio anahakikisha ya kwamba hawapati time ya kufunguliwa macho wa ule mti ambao Bwana anaenda kutuangalia. Bwana tusaidie sana. Walikuwa sifachi kasi mbaya sana. Shetani hafurahi atimika na sio kupeka na sio bora sana. Ayubu kumwona, ayubu gaka, ayubu rwani. Shetani hafurahi eti ya kwamba umeamua kuingia katika nyumba ya Bwana kuendelea kumtumikia. Anasikia uchungu ni kwa sababu anajua ya kwamba territory yake imetingizwa. Anasikia uchungu ni kwa sababu anajua ya kwamba ataenda kupotea peke yake na malaika wake. So kile anafanya ni kwamba kila asubuhi anakupima. Kila asubuhi anakuwekea darubini. Anaona ni njia gani ile anaweza kuingilia aweze kukuangusha. Njia kile ya nini anaweza ime yao akuyeje ndio wasema ya. That's why unapata ya kwamba wengi tuko kanisani lakini ibilisi alipata mwanya akaingia akakaa ndani mwetu. Tunaonekana kimwili tuko kanisani, tunaonekana kanisani kweli sisi ni Wakristo, lakini mtu akifungua mioyo yetu atazama akipata ya kwamba yale tunatenda yanampendwa na sisi. And because of that, Mungu ametuletea ujumbe ya kwamba kila mmoja wetu afungue moyo wake, aone ni wapi pale ibilisi anaweza penya, aingie ndani aweze kukuangusha. Amekuletea ujumbe huu ili kila mmoja ajifanyie self evaluation. Yaani unajipima wewe mwenyewe. Sema kiende changu eta usadio kwingine na kwao. Sema kiende ile changa na ile igwini aso kuna kwao. Ndaswa asoa onya nakoba bakutusijia. Na tukishajua kila mmoja wetu akijua ni mahali papi pale ambapo shetani huingilia, alafu tuweza kufunga huo mlango, tutakuwa washindi. Bwana asifiwe sana. Wakati kila mmoja anatambua mahali pale ambapo ibilisi huingilia, anaenda mlango afunga ule mlango, utaendelea kuwa mtakatifu. Utakapofunga ule mlango, utaendelea kuona utukufu wa Bwana. Utakapoendelea kufunga ule mlango, uwepo wa Bwana utadumu ndani mwako, utaenda ukiwa mshindi katika jina la Yesu. Amen. We have lived a careless life, my friends. Tumeishi
unapata kwamba kuna mambo tunayatenda katika nyumba ya Bwana ambayo inamfukuza Bwana kati yetu. Unapata kwamba tuko nje. Siku ya leo nasikia kwamba tupate nafasi twende kumlilia Bwana. Bwana asifiwe sana. Tumtende sai tuachie maisha yako. In one way or the other, umlango ule uliyechaguliwa siku ya kwao. Huo mlango shetani aliingia akakaa.
how they treated the Israelites who came to Shiloh. But even before the fat was burnt, the servants of the priest would come and say to the men who were sacrificing, "Give the priest some meat to roast. You won't accept boiled meat from you, but only raw." 16. If the men said to him, "Let the fat be burnt up first, and then take whatever you want," the servant would then answer, "No. Hand it over now. If you don't, I'll take it by force." This sin of the young men was very great in the Lord's sight, for they were threatening the Lord's offerings with contempt. Bwana asifiwe sana. Yani, offering kama there was a procedure. Yani Israeli haenge ekele muzika kuwe. Bila
Bwana